Kama ilivyo kwa golikipa uwanjani, mwanamke golikipa hana magoli mengi ya kuipa timu yake, hazalishi pesa, hana vitu vya thamani vya kununulika, vya kuwapa watoto wake na mumewe, lakini yeye huwapa thamani ya muda wake. Daima yupo kwa ajili yao, huwapa kumbato, joto, sikio na jicho lake. Uwepo wake upo muda wote wanaomhitaji. Hiyo thamani anayowapa itajidhihirisha siku zote katika maisha yao. Huyu mwanamke mlinda mlango aliyempachika mama wa nyumbani jina la golikipa, japo kwa dhihaka, anastahili kupewa maua yake. Tafsiri nzuri ya Kiswahili kwa huyu mama golikipa, ndio maana nimependa kumtumia kama mama mlinda mlango, maana yeye ndiye shujaa wa malango yake. Hujitoa muhanga katikati ya ile milingoti mitatu, akienda hewani, akiruka kushoto na kulia kuondoa hatari langoni. Ni risk taker. Mama wa nyumbani, tembea kifua mbele. Wewe ni mtu wa thamani sana. Mtu akikudharau, jiheshimu mwenyewe. Mama mlinda mlango. Mwanamke golikipa ni tunu ya taifa. Golikipa peke yake amepewa heshima, nilisema, ya kuitwa Tanzania 1. Mwanamke golikipa ni msaada katika jamii yake, hulea na watoto wa jirani zake, maana jicho lake huona mbali, alafu ana muda yupo nyumbani. Kwa hiyo hata kama mwanamke jirani yake yuko kazini au kwenye shughuli za biashara, basi huyu mama anakuwepo kusikia sauti za watoto wa jirani wakilia. Watoto wakipigana, yeye ndiye anayewaamua, jamani acha kumpiga mwenzio. Kwa hiyo watoto, yani lolote litakalotokea kwenye familia ya jirani yake analiona, kwa sababu yeye anao uwezo wa kuona uwanja kwa mbali, kuona uwanja wote unakuwa mbele yake. Kwa hiyo pia anakuwa msaada katika jamii, jicho lake huona mbali. Huyu mama golikipa humwakilisha mume wake katika mambo ya kijamii. Yeye ndio rahisi zaidi kuhudhuria misiba, kuhudhuria harusi na kuhudhuria jambo lolote linalotokea katika jamii yake, maana anayo nafasi, yupo nyumbani. Huyu mwanamke mlinda mlango. Mpendwa, usinisome vibaya unapoambatana nami kwenye safari ya huyu mwanamke golikipa. Nimependa kumsemea huyu mwanamke golikipa kwa sababu hilo jina la mwanamke golikipa hakupewa kwa kuheshimiwa, bali ni jina la dhihaka. Ni jina ambalo alipewa kwa sababu ya kumdharau. Sasa ninapomsemea huyu mwanamke golikipa, si kwamba mwanamke mfanyakazi na mjasiriamali hawafanyi vizuri kwenye familia zao, lakini mchawi wao ni muda, unawafinya sana. Hivyo familia ya mama mlinda mlango, mimi napenda kumuita zaidi mlinda mlango, inaleta maana zaidi, inawazidi marupurupu yale yasiyothaminishwa kwa fedha. Nimemsemea huyu mama mlinda mlango, maana jamii imemdogosha sana, haimtambui pasavyo mchango wake. Kwa hiyo nimeona ni vizuri kutiki kwa huyu mama mlinda mlango, lakini hongera kwa wanawake wote. Hakika kazi yenu ni njema, hilo halina pingamizi. Karibu. Golikipa huibeba timu yake mabegani. Huwa mtu wa mwisho kupitwa. Hubeba lawama wakati mwingine kwa uonevu, hubeba makosa ya wengine. Wale walinzi wake wanapomaliza kufanya zile kazi zao chafu uvunguni za zoazoa, wanakaa pembeni wakishikilia viuno, huku zari yote kabaki nalo kipa peke yake. Yaani anasubiriwa aokoe ile penalty ambaye hakuisababisha, lakini hubeba hiyo lawama. Wakati mwingine career au safari ya mpira ya golikipa hufupishwa au kudororeshwa na tuhuma zisizothibitishwa, na ni vigumu golikipa kusafisha jina lake. Mashabiki husahau kama kuna wachezaji 10 wengine uwanjani ambao wamepanguliwa kabla ya kumfikia kipa. Usahau kwamba huyo golikipa naye kuna wakati amewasaidia, ameokoa mipira mingi, ameokoa, yani tunaziita save ambazo zilikuwa ziende katika nyavu, lakini mashabiki husahau hilo. Mashabiki pia husahau ubora wa mpinzani, wakamtwisha zigo golikipa. Hawakumbuki, hawana fadhila kwamba alifanya nini. Yale mazuri ya golikipa anapofungwa goli huwa hayakumbuki. Kadhalika huyu mwanamke golikipa katika jamii. Jamii husahau kama kuna baba kwenye familia, ikitokea kuna uharibifu, huyu mama huangushiwa zigo lote la golikipa. Yaani mara nyingi hapati shukurani anazostahili kuzipata, kama ilivyo kwa golikipa uwanjani.
Anapokosea kidogo au anapofungwa, hata kama ni kwa makosa ya watu wengine, yeye zari lote humwangukia yeye. Nafasi ya golikipa ni nafasi ya ukiwa sana. Kuna wakati inakuwa nafasi ya ukiwa sana. Kadhalika na huyu mama ambaye tumemuita golikipa au mlinda mlango, naye huangushiwa zari wakati mwingine ambayo sio la kwake. Inasahaulika kwamba kuna watu wengine kwenye familia walipaswa kupambana na hilo, lakini kwa sababu yeye ndiye mama anayeshinda na watoto muda wote, anakaa na watoto muda wote, lawama zote humwangukia yeye, huyu mwanamke mlinda mlango. Timu ikiwa na golikipa bora inakuwa na utulivu. Washambuliaji hujiamini, hufanya kazi zao kwa utulivu. Ndipo utakapoona kwamba zile mbavu za kushoto na kulia zinapanda kwenda kusaidia mashambulizi bila hofu. Si wanajua Tanzania 1 yupo langoni, wana uhakika na clean sheet. Kadhalika mke golikipa anapata utulivu kazini, maana lango liko salama nyumbani. Anasimamia ulinzi, anasimamia usalama, afya, makuzi ya familia, ustawi wa boma lake. Yupo muda wote kwa ajili ya familia yake. Kwa hiyo zile mbavu za kushoto na kulia zinaweza zikaenda kutafuta mahitaji mengine kirahisi zaidi, kwa sababu huyu mama yupo nyumbani. Golikipa wake huyu mume humpa utulivu, humpa amani, hana wasiwasi na watoto wake na watu wa nyumbani kwake, anajua wako katika mikono salama. Huyu mwanamke mlinda mlango ni wa thamani sana. Golikipa ndiye mchezaji anayedumu muda mrefu kwenye first 11 ya mwalimu. Msimu hata msimu, hata timu inapobadili mwalimu, hutakuta huyo mwalimu kirahisi kumbadilisha golikipa. Mara nyingi anaendelea naye kwamba ndiye golikipa namba 1 wa timu. Wana maisha marefu ya mpira kuliko mchezaji wa ndani. Mama wa nyumbani hudumu kwenye first 11 ya familia. Nafasi yake haitamaniwi na wengi, ni ngumu, hudharaulika, hudogoshwa, lakini haswa yeye ndiye nguzo ya timu. Huyu mama wa nyumbani. Sifa za huyu mwanamke golikipa kama jamii ilivyomuita zinafanana na sifa za golikipa uwanjani. Katikati ya ile milingoti mitatu, peke yake anauona uwanja wote na waliomo kwa wakati mmoja. Mama wa nyumbani, macho yake huona kila kinachoendelea nyumbani mwake, maana yupo muda mwingi wa kutosha. Familia ya mama golikipa hawali junk food, hawali vile vyakula vya ovyo ovyo. Yeye huwa na muda wa kusimamia lishe yao, chakula cha moto, mavazi safi. Yeye hucheka wakati ujao. Ana muda wa kuandaa na kuikabili masika na kiangazi. Anaziona zile balehe za wanae zikiwa zinasonga, akawaandaa. Mudi zinapoanza kubadilika, sauti zikianza kuwa nzito, mabinti wakianza kuoga mara 3 kutwa, mwanamke mlinda mlango, no surprises. Je, umewahi kusikia ule msemo unaosema kurudisha mpira kwa kipa? Ni timu yenye golikipa mahiri ndio hujiamini kucheza back pass pale inapowawia vigumu kupenya ngome ya mpinzani. Humrudishia mpira kipa auanzishie mashambulizi upya. Kumbuka uwanja huko kama kitabu kilichotandazwa kurasa mbele yake. Ni rahisi kwake kuusoma mchezo, akaliamzisha shambulizi mahali sahihi, mpira ukamfikia mtu sahihi. Mwanamke goalkeeper anao muda wa kupokea back pass za mume, watoto na watu wa nyumbani kwake na kuzipeleka kwenye kiti cha rehema, akawaombolezea. Ni intercessor, kisha uanzishia tena mashambulizi, wakauendea ushindi wao. Mwanamke mlinda mlango. Mashabiki wenye goalkeeper bora hawashiki vichwa ovyo ovyo. Mara nyingi hunyanyua mabega kwa raha anayowapa, sio kwa zile sevu. Watoto wa mama goalkeeper hawakutwi na uonevu wa baadhi ya wadada na kina bamdogo, wakina anko waharibifu. Huyu mama muda mwingi yupo nao kuwalinda, huona hatari mapema. Huyu mwanamke mlinda mlango. Goalkeeper uwanjani ndiye mchezaji wa kwanza kuiona counter attack. Anaiona timu ya upinzani namna wanavyojipanga kurudisha mashambulizi kwenye lango lake. Yeye hupiga kelele kuipanga safu yake ya ulinzi. Anawajua wachezaji wake kwa majina na kwa namba zao hata kama wamempiga mgongo. Huchukua nafasi ya kocha uwanjani. Mama wa nyumbani kadhalika. Yeye huwa anakuwa wa kwanza
kuona ufanisi wa familia yake, lakini pia anakuwa wa kwanza kuona adui anavyojipanga kushambulia watu wake. Anawashambulia kwa maradhi, kwa tabia mbaya, marafiki wabaya, gumzo baya, matumizi mabaya ya rasilimali, matumizi mabaya ya muda. Yeye mama wa nyumbani anakuwa wa kwanza kuyaona, na kwa sababu hiyo yeye kama goalkeeper nyumbani anakuwa ni kama kocha uwanjani. Ameiona counter attack ya adui, huipanga safu yake ya ulinzi kwa kupambania familia yake kwa maombezi, kwa maonyo, kwa karipio, ikibidi viboko, mashauri, huduma ya kwanza, lishe, chandarua na kadhalika na kadhalika. Mwanamke mlinda mlango. Golikipa kwenye timu ndiye mchezaji pekee anayeweza kupata cheo cha Tanzania 1. Hapa katika nchi yetu tunamuita Tanzania 1, sijui mataifa mengine. Hutasikia Tanzania 6, Tanzania 11, Tanzania 3, only Tanzania 1. Mama wa nyumbani anakuwa mama 1, Tanzania 1, first lady. Hata katika nchi yetu mara mwanaume anapopata urais wa nchi, basi mke wake huwa anaacha kazi hata kama ameajiriwa, anakuwa first lady, mama wa nyumbani. Ndiye mchezaji pekee ambaye kocha hamfanyii sabu pasipo dharura. Si mara nyingi kukuta kocha amemfanyia sabu goalkeeper wake. Ni mtu anaaminika sana. Akionekana kuumia, ile medical team hutumia muda mrefu kumpambania, na unaweza kuona nyuso za mashaka kwenye benchi. Basi mama wa nyumbani kadhalika, huyu mwanamke mlinda mlango kadhalika, naye hafanyiwi sabu kirahisi, anaaminika. Akionekana kuumia, naye utaona namna nyumba yake inavyotaharuki, maana nani atakaa na watoto nyumbani? Na pamezoelewa kwamba mama wa nyumbani daima yupo nyumbani kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya mume wake na familia yake. Hongera mama wa nyumbani.